unasema what is light? Wasomi, darasa la wasomi. What is light? Wasaidie basi na wazazi. What is light? So wanasema form 2, form 1. What is light? Bwana telegumo. Kwa Kiingereza wote tunasema if the energy that help us, ndio kumbe kazi ya nuru ni kusaidia watu. Sasa Mungu au Yesu anawaita wanafunzi wake, anasema ninyi ni nuru ya Yesu sifiwe. Kumbe kuna mtu unaweza kuona kama anaona, kumbe haoni. Nilikuwa namwambia rafiki yangu hivi, nimwambia hivi, tofauti ya mtu ambaye ameokoka na mtu ambaye hajaokoka. Mnaweza mkawa mtu pamoja, mnakula pamoja, mnasoma pamoja, lakini wale watu ni kama magharibi ndivyo. Yesu sifiwe. Unaweza ukaona kama anaona, kama anajua hivi, lakini hajui. Yesu sifiwe. Ana macho lakini hajui. Sasa wewe kama nuru ni sawasawa, ni kuwasaidia watu waweze kuona. Uko katika familia pale umeokoka, wewe ndio uliokoka. Unaona kabisa wazazi wenyewe wanaamini katika dini. Jambo la kwanza usiwalaumu. Hawaoni. Kazi yako wewe ukiwa pale, wewe ni nuru kuwasaidia kuona. Kuwasaidia kuona vile ambavyo Mungu anataka waone. Anasema ninyi ni nuru ya ulimwengu. Yeye anachojua kabisa, yeye anajua kwamba anaenda kwa mganga, anaenda kuchukua ulinzi. Ulinzi ndio uchawi. Wanasema ulinzi. Wangapi tumetoka kwenye familia ambao wazazi waliokoka? Nafahamu hiyo. Hawajakupa ulinzi. Hawajasema kwamba unaenda kuchukua ulinzi. Wao wanasema ulinzi. Yeye anajua ni ulinzi, kumbe ni uchawi. Haoni, yaani haelewi. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema hiki sio kwamba na sio uchawi, lakini ni kinakulinda. Sasa kinanilinda. Swala la kwanza kusikia kinanilinda, nipe mekanizmu basi. Bwana Yesu asifiwe. Kinanilinda. Hajui, haoni. Sasa wewe ukiwa pale, inatakiwa ujue ya kwamba uprovide nuru. Uwasaidie kwa wazazi wangu, haya tunayofanya sio mazuri. Haya tunayofanya Mungu hapendi. Mungu ndo anayeweza akatusaidia sisi. Kwa hiyo wewe misa zote mazulia. Sasa mzazi, sasa mama, baba anayeweza kukusaidia wewe ni Mungu. Sio hata kagamba. Hata kama umekatoa wapi? Hata kama nimekatoa kwa mganga. Unaanzia mbali, mganga mwenyewe ndiko na nani? Mganga ndiko na Mungu. Sisi kwa nini usitaki kumtegemea mganga, umtegemea aliyemuumba mganga? Unapokuwa unasema haya unakuwa unamsaidia yeye hadi kuona. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ninyi ni nuru. Popote pale ambapo unaona kuna giza, hakuna solution, watu hawaoni. Kazi yako wewe ni kuwafanya waone. Bwana Yesu asifiwe. Anasema wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango, nayo yawaangazia wote waliomo ndani. Sasa kuna mtu anajijua yeye ni nuru, amewaka lakini kama yuko chini, yaani anajificha. Ndugu yangu, hicho kwako hakuna kusaidia. Hiyo mimi nimeiona sana chuoni. Watu wengi, moja ya kitu kinawapoteza sana watu mufti au vio vingi ni kutaka kuiga maadili ya sehemu walikokuta na kuificha au kuficha ule uongo ambao wanao. Na Yesu sifiwe. Mtumishi umepotea, au bwana mtumishi wale. Wewe umepotea. Sasa mtu anaogopa. Hajui kwamba ni nuru. Pale wanapoongea pale, wewe utasimama, unasema mimi nimeokoka. Mimi nampenda Yesu. Na Yesu sifiwe. Unaweza kuona jambo la kawaida bila nani kwa bei kubwa sana. Nina rafiki yangu tulikuwa tunasoma naye hapa Mufti. Na Yesu sifiwe. Tumetoka naye nyumbani. Yule rafiki yangu kuna siku ikatokea nilipata kazi ya umeme nikiwa nipo nyumbani.
Nimepigiwa simu na mtoto kwanza, kuna mtu alikuwa ameniunganisha, anajua tu ni fundi umeme. Akawa ameniunganisha, nilikuwa nimeenda bako ule mzee. Sasa nimefika pale. Nilifika pale kwa mwananikazi ya kuwekea umeme kilabuni. Umeona? Nimekuta kama mzee kilabuni, nikafikia naongea naye na nini bwana. Hiyo ndio maana ndio lichi ambao anamjua lichi. Umeona? Tumeondoka pale. Nikafika pale, nimeenda na lichi. Twende mwambie nini? Kaenda. Fika pale, kaongea na yule mtaka, akaanza kuniambia sasa umeme inatakiwa utoke huko. Uingie hapa, ndio tunaenda kukuta lazima mafuruma. Kwa hiyo nasema mafuruma. Sawa? Sasa yule unazi ni pombe yenyewe. Ni jali. Nikamwambia mimi hiki kazi sifanye. Mbona? Nikamwambia nikafanya mimi niwasaidia leo. Kiko pale juu mwaya. Sasa mwaya. Nikaondoka. Sasa siku zinaenda kila siku ningeenda pale Mungu tunakutana muda mwingine na mafundi. Kitendo kilichokifanya hicho. I say watu wengi sana wakapata habari zake. Alikawa kama ni habari kwamba huyu jamaa kweli ni mtumishi wa Mungu. Huyu jamaa kweli ni mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu siku moja ananipigia simu. Akaniambia bwana, mimi tunafanya maana tuko wengi, mkubwa. Duka la jamaa fulani kubwa ile ana wanafunzi wengi sana. Wao wanaenda kushinda pale. Akaniambia mwalimu mmoja roho na shida hapa bwana. Asije pata changamoto, mimi namhitaji Yesu. Mimi namhitaji Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Alitambua ya kwamba ni kweli tunafanya kazi za umeme wote, lakini huyu mtu ameokoka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo popote unapokuwa pale, hata kama uko pale unaona kabisa uko mazingira watu hawamjui Mungu. Marafiki zangu kweli hawamfahamu Mungu, ni walevi, ni washerati, ni wazizi, pale kwa nuru. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiona umekuwa nuru, ishara ya kwamba wewe ni nuru. Ukifika giza, bali giza waka likae kwenye nuru. Hata kama unawaka kidogo na mgani. Hapa nikizima taa, nikiwa na kaunjiti kadibeti, nadhani kwa bedi kawasha, mtu atakaona. Bwana Yesu asifiwe. Ataona tu kuna nuru pale. Nuru haifichi kwenye jirani.